kama moyo wangu ni mwandiko, basi daima hautokauka. Na kama dhati yangu ni machozi, basi daima hayatokauka. Wewe kwangu ni damu ngozini, haitochuruzika ila mishipani. I love you so much. Wapenzi watazamaji wa Njozi TV, leo tumerudi tena kwa mara nyingine tukiwa na waigizaji wengine magwiji sana ndani ya TMT. Leo tunakuja kuzungumza na mastaa. Leo naona tuko na wanawake wawili na mwanaume mmoja. Acha kwanza niwaombe walitambulishe, tukianzia na mwanamke ambaye namuona yuko na begi moja tamu nzuri. Na wewe Brenda Salunda umependeza. Karibu sana. Asante. Kwa majina naitwa Adija, almaarufu naitwa Flower. Flower. Yeah. Yes. Mimi ni mwigizaji wa TMT. Ningependa tu niwasalimie. Asante sana. Asante. Karibu tena ndani ya Njozi TV. Asante. Dume. Mambo vipi? Safi. Bwana umetisha man. Walipi hasa? Tunabaki kitambulishe kwanza. Okay. My name is Kabura Ramadhani. Kwa majina naitwa Kabura Ramadhani. Kwa jina ambalo linanipa ugali naitwa Ramsey. So mimi ni assistant director wa TMT Movie Rumonge. Yeah. Na mwingine? Kwa majina naitwa Lai, jina maarufu naitwa Karin. Kwa hiyo ningependa sana ndugu zetu mtusapoti na tunawapenda sana kabisa. Asante sana. Tukianza na Ramsey. Kwa nini unapendelea kuita Ramsey? No, Ramsey ni jina ambalo nilipewa na mabrother zangu wa mtaani. Nafikiri Ramsey ni jina ambalo linaendana na jina la Ramadhani kama nilivyosema. Kwa hiyo akaamua kuiweka tu udambwi kidogo ili ionekane lipo professional zaidi. Yeah. Lakini walinipa hilo jina kama vile walijua kwamba nitakuja kuwa mwigizaji. Yeah. Sisi kama Njozi TV tumetembelea kambi yenu ambayo mko mnaandaa filamu ambayo itakuwa kwa jina la Last Decision. Okay. Wewe kama mmoja ndani ya waigizaji wa kundi hili, movie hii unaonaje? Wow, swali nzuri. Movie hii kuna namna fulani ninavyoiona. Na namna yake ina utofauti na filamu ambazo nishawahi kufanya hapo awali. Kulingana na safari yangu ya sanaa na namna ninavyoiona. So Last Decision ni filamu ambayo imekuja na historia yake ya kipekee. Budget yake kuja kuangalia na namna ilivyo, casting, uongozi, story, sawa. The way tu namna ilivyo, in short, ipo tofauti na filamu nyingi ambazo tushawahi kuzifanya na kuziandaa pia. Merci. Hapo Bwana Ramsey. Yes. Nakufuata sana kwa makini. So mimi nataka kujua kitu. Unapozungumzia utofauti wa sinema hii na zilizopita, wewe unaamini sana sinema ambayo haijatoka kwa sababu kuna maandalizi na kuiona kazi. Kwa nini unaiamini sana hii kazi na haijatoka? Unataka kuniambia nini mimi naikusikiliza sasa hivi na mashabiki wako huko mtaani? Kama nilivyosema hapo awali, mimi ni assistant director na kama kawaida assistant director ni mtu ambaye anakuwa ipo karibu na mapishi kule. Pindi mapishi yanapopikwa, yeye anakuwa ni miongoni mwa watu ambao wanakuwa wanajua nini kinachopikwa huko au ni kiungo gani ambacho kimewekwa kwenye chakula hicho. So let me go straight to the point. Filamu naiona kwa ukubwa zaidi kwa sababu ya mambo haya yafuatayo. Unajua filamu za hapo awali ambazo tulizozicheza ni kweli zilikuwa filamu nzuri na ndio zilituleta mjini na kutufanya tuonekane, sawa. Lakini hii filamu nasema kwamba ina ukubwa wake ni kwa sababu
director ameumiza kichwa kiukweli, amefikiria sana kuweza kutoa filamu kama hii au kutoa historia kama hii. Sawa, uwezo, uwekezaji kiukweli. Mkurugenzi wetu ambaye ni Mheshimiwa Ebalo kiukweli anastahili pongezi, maana hakuangalia pesa. Nikitazama uwekezaji ambao aliufanya kupitia hii tamthilia yetu pendwa ya Last Decision, kiukweli ni uwekezaji mkubwa, na ulimpa nafasi director wangu ya kuiweka hii story kwa mapana zaidi. Unaona kuna watu wengi ambao wanakuwa na idea, lakini kutokana na budget ya filamu anashindwa kutimiza kile anashindwa kutimiza kile anachokitaka. Yes. Mfano, filamu inaweza kawa inahitaji gari, inahitaji nini, inahitaji hiki na hiki, lakini kutokana na uwezo wake finyo inamshinda. Umeona? Kwa hiyo katika hili naweza nikasema kwamba ni moja kati ya sababu za kuonyesha kwamba filamu ni kubwa. So, okay. Kingine nikitazama uwezo wa waigizaji ambao wameigiza hii filamu ya Last Decision, kiukweli director amewekeza uwezo mkubwa sana ndani yao. Hapo. Yeah. Bwana Justin. Naam. Ningependa kwanza, amesema director ameweka uwezo mkubwa. Ningependa nione uwezo wake akiwa na wenzake pale. Nione uwezo wao ndani ya movie hii. Okay. Okay. Sisi unasema stand by nini? Tunataka tuone. Tunataka tuone maigizo. Sawa. Tunaona ready. Tumekuja tuone. Okay. Umekwambia director ameweka uwezo mkubwa. Okay. Kumbe amewafundishaje? Basi tuone kitu hapo. Haya, ready, serious, action. Lai. Kuna kitu nahitaji kukwambia. Kitu gani hicho? Lakini unafahamu nakupenda sana. Unanipenda? Ikiwa penzi langu kwako litakufa, basi daima halitaweza kuzikwa. Na kama moyo wangu ni mwandiko, basi daima hautokauka. Na kama dhati yangu ni machozi, basi daima hayatokauka. Wewe kwangu ni damu ngozini, haitochuruzika ila mishipani. I love you so much. I say. Mama yangu. I say. Watanitoa roho. Bwana Ramsey. Yes. Ndio wapiga makofi jamani. Bro bwana. Mfiche sana demu wako. Sio kwa mistari hiyo. Bwana Justin kwa hali. Mimi naona watu wanaenda kuachika. Naona wanaenda kuachika. Umesema yeye ni damu? Yeye ni damu ngozini. Ngozini. Haitochuruzika ila mishipani. Acha we. Haya ni baadhi ya madini niliyomezeshwa na director wangu The Way Melody. Acha. Mkufunzi wa kufunzi. Yule siwezi kumuita ni director tu. Bali yule naweza nikasema ni kampuni yenye udhalishaji bidhaa bora zaidi. I respect him. Justin, unaona mabinti hawa ukiwatizama ni kweli kabisa wako location. Yes. Wewe umesema anaitwa Flower. Flower kabisa. Flower, uko fresh? Mimi poa. Ete? Yeah. Sana kabisa. Niko sawa. Katika filamu hii unaigiza kama nani? King'ang'a. Flower. King'ang'a. Inamaanisha nini? Unataka kuongea kitu gani? Yaani nilimpenda mvulana ambaye ana mpenzi wake. Isitoshe alikuwa nipendi mimi. Ila mimi nilikuwa nampenda, ndio nikang'ang'ania. Okay. Basi nataka kumng'ang'ania huyo hapo. Yes. Kumng'ang'ania tu? Yes. Yaani huyo jamaa Ramsey
muone kama yule mwanaume wako unamng'ang'ania kwenye sinema yenu unaviandaa. Sawa? Yeah. Uone unamng'ang'aniaga mwanaume. Basi twende bwana, tuonyeshe mambo. Ready? Action. Flower, mimi nimeshakwambia sihitaji kuendeleza haya mahusiano, maana hatima yake sioni. Edward, unajua mimi nakupenda sana na unafahamu hilo. Kwa nini unapenda kuninyanyasa kihisia? Yes, I know you love me so much, but no way. Flower, najua ni kiasi gani unanipenda, lakini mimi nimejaribu kuzionyesha hisia zangu kwako. Nimejaribu kujilazimisha japo kwa uchache kukupenda, lakini nashindwa. Kwa nini nilazimishe hisia zangu kwa vitu ambavyo sielewi? Kwa hiyo mimi sio bora kwako, si ndio? Najifosi Edward, najifosi kuwa na wewe. Mimi nakupenda, ndio maana kuwa na wewe. Flower, nimeshakwambia sikutaki jamani. Mbona unang'ang'ania? Nikisema sikupendi, nitakuwa nimeudhulumu moyo wangu. Na kama tunaambia mimi hunipendi, nipo tayari kupoteza maisha yangu. Sababu mimi siwezi kuishi bila wewe. Ndio maana unaongea hayo yote, kwa sababu mimi nakupenda sana. Asante sana. Unaona bwana? Unaona kama anataka kulia fulani. Mimi mwenyewe hapa nimeanza kudondoka pole. Bwana, ukisema movie hii sasa, tunaenda kwenye movie yetu ambayo ni Last Decision. Yeah. Ukitazama movie hii. Yes. Ukiangalia kwa haraka. Maana kwa kabini naona mko wengi. Unaweza kuchukua gharama ngapi? Kwa haraka. Yeah. Unajua watu wengi pindi mtu anapotaka kuzungumzia kitu au kusema kwamba hichi kitu kimechukua gharama hizi, watu wengi wanafikiri labda watu wana pretend, you know? So kiukweli nafikiri mazingira yenyewe mnayaona. Hii ni nyumba ambayo iko very expensive. This is apartment ambayo sio rahisi kuvamia. Akikweli haijachukua gharama nyingi sana, lakini nafikiri mheshimiwa amewekeza milioni 6 kwa mwezi. Tutakuwepo hapa kula, kunywa, kufanyeje, kuenjoy, tukiwa tunatuliza vichwa, sawa? Takriban mwezi mzima mpaka gesi tutakavyoikamilisha tamthilia yetu ya Last Decision. Milioni 6 mheshimiwa. Asante sana ndugu watazamaji wa Inzozi TV. Bila shaka tuko hapa live kabisa, tumekuja kuhudhuria kipindi hiki ambacho wasanii hawa nzuri sana kutoka TMT Movie wako hapa location, wanaandaa bonge la kazi kama inavyosemekana, The Last Decision. Haya bwana, mkae hapo mkiendelea kutusikiliza. Bila shaka bwana, mimi ningetaka kujua kitu kutoka kwa mdada pale, maana amekaa kimya sana kinyonge. Anahisi huenda atumuoni fulani au sio? Wamewatabia ni damu lini? Sasa mimi ningetaka nimuulize mwanadada kitu. Kwanza usema nini? Mimi naitwa Alai, ila jina maarufu naitwa Kali. Haya. Mimi sitaki kuuliza sana kwenye mambo ya Mungu. Nataka twende kidogo home. Nimesikia kwamba hapa mko kambi. Je, familia yako au mwanaume wako anajua kwamba uko hapa? Kwa sababu bwana Mezi, tuliwahi kwenda sehemu hivi kufanya interview. Ghafla tu tukaona tumevamiwa na familia ya msanii. Vitu vyote vikaharibika. Sasa sisemi wala sitaki kumaanisha, lakini nataka utuambie ukweli. Uliaga nyumbani? Basi sawa. Mimi nitakujibu swali lako. Yaani kiufupi mimi nimetoka nyumbani nimeaga. Na kuwa nimeaga kwa sababu kitu kinaitwa sana na kipenda sana. Sana. Shasikia? Tuseme siku zote mwanzo ni mgumu kwa sababu msanii wote yule mwanamke kusema afike mahali mpaka hapo unapofikia amepitia mengi sana. Lakini kwa sasa hivi napenda kwa sababu kwanza mamangu ameniridhia, ameniruhusu familia yangu. Tukienda kwa pembeni kidogo, mama ameniuliza maswali sijui ya mpenzi, sijui mume,
Kiukweli kwanza mimi niko tayari kuacha kitu chochote kwa sababu ya sana. Wow. Napenda sana. Kwa hiyo shemeji nimemwaga ete. Nimemwaga. Eti. Hao nakuja jioni mkutano. Hapana, sio tena tu kwenye kazi jamani. Yaani kuna muda wa kazi shemeji unaweka waza pembeni. Unaweka pembeni, ukimaliza shughuli ndio unamtafuta sasa. Haya. Basi bwana, ngoja twende taratibu. Kwa sababu niko hapa na kufuatilia mtandaoni. Nimeona mwezi uliopita kuna movie mliachia. Sawa. Lakini kwenye ile movie kuna karakta ambayo naiangalia hapa sasa hivi. Nimeshindwa kuelewa fulani. Kwa hiyo nataka wewe sasa unijibu kwa sababu nimeona ulipita sehemu. Sawa? Na viangalia hapa sasa hivi. Umepita sehemu. Pale ulipopita kuna jamaa huyu, sijamuona sura vizuri lakini yuko mbali. Alikuita, alafu wewe ukawa kama hautaki kwenda. Si ndio? Ukaondoka. Mara ghafla tu kuna kitu hapa kimetokea. Mimi sitaki kufunguka sana, nataka watazamaji wenyewe wakaifuatilie huko mtandaoni au si? Utatuambia hata title. Lakini mimi nataka kujua ni kwa nini umekataa wito? Bado unaitwa hapa. Sijui huyu ni nani kwenye movie yenu? Labda tu nikujibu swali lako. Maana kwangu kali, hilo swali dogo sana. Kiufupi kwenye hii movie ambayo naona DC hapo nilipokuwa kwa nyuma. Huyo aliyeniita alicheza tu sehemu, sijui tuseme mtu ambaye alikuwa ananifuatilia kimapenzi. So mimi sikumkubalia kivile maana hiyo nafasi nilikuwa sijapewa kuhusu na yeye. Kwa hiyo ndio kwa maana aliponifuata nikamwambia mimi sio type yako, sina muda na wewe. Kwa hiyo tafuta type yako. Sasa tukiachana na movie, katika maisha yako ya kawaida, ukiitwa na mtu yeyote yule, unajibu wito au vipi? Cha kwanza nitaitika wito alafu nikatae maneno. Maana sijui yule mtu ananiita na maanisha nini wala na maana gani. Kwa hiyo kiufupi tu labda niwaambie. Ukiniita, ukiniambia mambo ambayo hayaendani na akili yangu, nitakujibu tofauti kabisa. Ila akiwa yanaendana na akili yangu, nitakujibu kama inavyotakiwa. Haya. Hivi ukiambiwa kati ya The Way, sawa? Na samani lakini mimi naenda sana huko. Haina shida, twende tu gani. Yes. The Way nimesikia kuna mtu ameniambia kwamba ni mwalimu wako, director ambaye anakufundisha sanaa. Hivi kweli umefundishwa sanaa na The Way? Yaani tuseme tangu niingie katika kundi la usanii, sijawa na mwalimu mwingine tofauti na The Way. Kwa hiyo unamchukulia kama nani? Yaani The Way namchukulia kwanza ni mwalimu wangu mkubwa, pili namchukulia kama mzazi. Acha uongo bwana. Mimi niko Instagram yako hapa. Mimi nimekuuliza na kufuatilia. Mimi nakwambia kufuatilia. Niko Instagram yako hapa live. Sawa? Mimi hapa nimeona kuna posti umeposti. Alafu kama sijasawa hapo mlikuwa wapi hapa? Mawimbi, hapa ni Mawimbi Beach. Sawa? Kweli mlikuwa Mawimbi. Alafu inaonekana kabisa mlikuwa sio nyingi hapa mnaogelea, naona mmevaa hizi na nilizi haya ndio utajua. Lakini kuna mtu mmemtaji hapa. Alafu huyo mtu ni mwanamke, anaitwa Mary. Alichocomment hapa chini kinaonyesha kabisa kwamba wewe na The Way kuna sintofahamu. Alafu huyu Mary inawezekana kabisa na yeye kama sio mtu basi aliwahi kuwa mtu wa The Way. Sawa, mimi naambia kweli. Cha kwanza hizo ni changamoto tu za utokaji ambao tunao kwa sasa hivi kwenye sinema. Kwa hiyo kuna muda ambao hata nikipewa sasa hivi nicheze naye kama mume wangu naweza kwa sababu niko kwenye sehemu. Kwa kifupisha kwa sawa. Kwa hiyo ile ni post tu wala hamna ukweli wowote.